Mimi sijui. Naomba niambie. Haujua wapi? Ameweka mpika hapa ni nani? Mama mimi sijui. Ni wewe, sio mtu mwingine. Unasikia niko nakwambia wewe. Mbona unafanya hivyo? Ha? Sio nikufanyaje sijui? Ni mimi. Acha kelele wewe mvuta bangi wewe. Ni wewe mtu mzima ndio utakuja kuweka mpika. Kama sio Benite ni nani? Ni kaka. Sieti kaka ni wewe? Ndio ni mimi. So yeye ni wewe. Benite ni wewe. Sasa naona hivi. Nishakwambia nimechoka. Nimekupiga fimbo nimechoka. Sasa nakubadilisha adhabu. Ali haraka sana shika sikio zako. Haraka sana shika masikio yako. Haraka sana. Ndio adhabu nimekupa. Msamehe mama. Acha wewe mfuta bangi. Mama nisamee. Sasa bado dakika 30 mpaka zienee hapo ndio utainuka. Mama msamehe. Mbona unisikie wewe? Mbona unanifuatilia sana na mtoto wangu? Mvuta bangi wewe. Mama nisamee. Inuka sasa. Mama usinichukie. Kwa hiyo mimi nikifa wewe utafurahi. Asante. Ni kweli dada yangu, najua unapitia katika changamoto kubwa sana. Na kuomba sana. Jitahidi sana kuwa mvumilivu katika matatizo ambayo unapitia. Najua tumezaliwa wengi, lakini sijui ni kipi ambacho mama anachokitarajia kwako mpaka kuchukia kiasi hicho. Nikuombe tu dada yangu, uwe mvumilivu. Uwe mvumilivu na usichukue maamuzi ya haraka. Maana ukichukua maamuzi kama una hasira, unaweza ukafanya jambo ambalo sio sahihi. Nikuombe sana kama kaka yako, uwe mvumilivu na matatizo ambayo unakupitia hapa nyumbani. Sijui naelewa. Ila kaka, kwa matendo unayofanyia hapa nyumbani, hivi ingekuwepo ni wewe, ungevumilia? Nikuombe dada yangu, mimi ni msaada wako sana hapa nyumbani. Unataka uondoke hapa nyumbani, uende wapi? Dada yangu, umri wako mdogo sana. Wewe sio mtu wa kutoka nyumbani. Mungu ndio anajua nitaenda kuishi vipi. Nipe kwanza nafasi ya pili basi, mimi nitajitahidi niongee na mama niangalie jinsi gani utakavyo kama mazingira mazuri hapa nyumbani. Ninakupenda sana. Na ndio maana nimekutoa tuongee, angalau nikupe ushauri. Nikuombe tu. Yote ambayo nakupitia niachie mimi, nitayapambania. Na nikushauri tu dada yangu, usiwe na maamuzi ya haraka. Na siwezi nikataka sana utoke hapa nyumbani eti uende sehemu nyingine, hapana. Utakuwa umechukua maamuzi mabaya sana. Nipe kwanza mara ya mwisho, mimi nitaongea na mama, nitajua ni kipi cha kufanya. Sawa. Mimi nimekuelewa. Mama. Be mwana. Benite ndio mwosha vyombo. Benite mpishi. Benite kuteka maji. Benite kila kazi hapa nyumbani Benite ndio anaifanya. Lakini sijui ni kipi ambacho umemchukia Benite. Mama, alikufanyia nini Benite kumchukia? Na kwa nini umpendi mtoto wako? Mimi nichukie mtoto wangu? Ndio. Mimi? Ndio mama. Mwanangu nitoka mtumboni mwangu nimchukie. Wewe mtoto wewe. Mbona umefika mbali? Nichukie mtoto wangu? Naona ajabu sana. Umejua kama mimi namchukia mtoto wangu? Mama, mimi ninaona. Ule ni mdogo wao. Lazima afanye kazi, ni mtoto wa kike. Kwani usiwapangie majukumu mpaka Benite tu kila wakati? Mama, unamchukia Benite sana, acha roho mbaya mama. Unavuta, sio bure. Sio kuvuta mama. Kudeki yeye, kufua yeye, kila kitu yeye mama. Hadi mtoto anachelewa shule kwa sababu ya kutumwa. Mama, jiangalie mama. Acha roho mbaya mama. Unamchukia mdogo wangu sana. Mimi hao siyataki kabisa mama yangu. Wewe kama nani? Wewe umeshakuwa kama mzazi? Mimi kaka yake. Kaka, wewe ndio nizalia Benite, si ndio hivyo?
Ha? Shenzi mkubwa wewe. Unasema kabisa kauli kabisa. Leo tunatesa mtoto, unafanya mtoto hivi. Nikuhusu kufunza mtoto wangu kazi. Mtoto wangu anafanya kazi hata kwenye ataenda asende kuhangaika. Unasikia nikwambie kama ulikuwa ujui. Tena koma kabisa niyo kauli yako. Usisubu tena kusema siku nyingine tena hivyo. Shenzi mkubwa mvuta bangi wewe. Tunashindwa hata kutafuta hela. Watoto wenzako wanashindwa wanatafuta hela, wewe ni hivyo hivyo kutembea. Hata siku jaza nipoke kwa sababu mtoto wangu hata sukari 200. Malazi ya bure. Hata chumba cha kupanga cha shilingi 200 unashindwa kupanga wewe. Natoka usikoni hapo. Na nakwambia chakula cha hapa cha leo masaa 10 hautakula. Ndio unashinda hivyo hivyo. Toka nisikoni hapa nyumbani. Shenzi mkubwa wewe. Niache wichi. Osha vyombo. Sawa? Osha vyombo. Kwa nini toka asubuhi umeweka hivi vyombo hapa nje usivioshe kwa haraka? Alafu sio lazima kila mtu anipande kichwani. Umeelewa wewe? Kwa nini unajibu mimi hivyo? Nisikujibu hivyo kwani wewe ni nani? Mimi nimekuambia uoshe vyombo kwa wema tu. Ndio amekwambia hivyo? Ndio ameniambia hivyo. Yaani ananitukana mimi malaya. Sasa mimi nashangaa malaya wangu ukoje. Kwa hiyo umenileta hapa mimi ni malaya. Masuala ya kumuelimisha kuhusu kuosha vyombo ndio imekuwa kigezo. Kwa nini nasema mke wangu mimi malaya? Eti mimi ni malaya. Mdogoni umemfunzeje kwani? Kwa hiyo anakuambia mke wangu mimi malaya. Yaani mimi malaya. Yaani sijui hapa kwenu nimefuata nini? Sijui malaya amefika hapa kwenu. Anakuja kufanya nini hapa kwenu? Huyu mtoto ameelekezwa sana na ajui namna ya kukanya. Sasa mimi ndio najua namna ya kukanya watoto kama hawa. Sasa ifanye majeuri. Tamuonyesha. Nakuja. Wewe mpuzi. Kona kutoa misiri. Kaka ni nini? Kaka nini kitu gani? Nifuate kwa njoo kwa njoo. Kaka ni nini? Sio kaka nini kitu gani? Nifuate kwa. Niache. Nikuache kitu gani? Kwani mimi nimekufanyia nini? Hivyo mambo ya kukaripia watu wazima umetoa wapi? Nani ndio alivyokuambia hivyo? Huna heshima? Nakuuliza huna heshima? Sio hivyo kaka. Ila unamwambia nini mke wangu mimi? Mke wangu malaya? Ila mimi sijamwambia hivyo. Uliambiwa kitu gani wewe? Uliambiwa kitu gani? Sasa leo nataka nikuonyeshe. Si unajifanya ni gaidi? Nataka nikuonyeshe namna gani watoto kama nyinyi mnafunzwa heshima. Nifuate sana. Nakwambia tulie, nitakuumiza, nitakupa sio kichwa leo. Sawa? Nifuate nikuonyeshe. Vipi? Unazuia liweje? Amefanya nini mdogo wako? Huyu mdogo wako wewe, sawa? Mnamfundisha mambo yasiyofaa, kutukana watu wanaomzidi, kutokuwa na maadili mema ndani. Ndio mnavyomfundisha hivi. Acha ujinga mpumbavu wewe. Mimi mpumbavu? Ulikuwa unampeleka wapi dadangu? Nampeleka kumfundisha adabu. Si mmeshindwa kumfundisha nyinyi? Sasa wewe ndio unamwendekeza. Mtoto wa heshima wakubwa, anamuita mke wangu malaya. Hivi naingia akilini? Sikia nikwambie, kuanzia mama yako wewe nyote ni wapumbavu. Yaani hadi mama alokuzaa unamuita mpumbavu. Ndio. Kisa huyu kikaragosi. Mtoto ana amani nyumbani. Ni kupigwa, kusemwa, kila kazi yeye. Kwa nini dogo unataka kujiheshimu wewe? Kujiheshimu kitu gani kaka? Kama ingekuwa ni kujiheshimu mwenyewe ungekuwa unajiheshimu. Ina maana mwanamke anakuzuzua mwanamke. Unampiga mdogo wako sababu ya mke wako. Una ujinga gani mdogo wangu? Sikia kaka. Umeshindwa kujitambua. Sawa? Acha mimi nimtambuze kwanza mdogo wako ambaye unamwita kwamba wewe ni mdogo wangu na mimi. Mimi sio mdogo wangu, ni mdogo wako wewe. Sawa? Kwanza jua unaongea na nani? Sio kunyosha vidole. Mimi ni kaka yako. Kwa hiyo unanikosea mimi heshima, mimi kaka yako. Alafu mdogo wangu ndio inakaa kama vile ngoma ya kumpiga. Tena kwambia ujiheshimu sana. Sikia, kati ya mama na huyo mdogo wako wewe unamwita mdogo wako, nani ana thamani? Mdogo wangu. Bila mama mdogo wako ungekuwa. Hata ujinga mpumbavu wewe. Familia yenu mtakuja kujuta. Kwa hiyo unanitishia amani wewe. Unanitishia amani dogo. Sikia dogo, ukipita kwenye njia zangu kaka na kupoteza. Sawa? Niombe hilo kama unafanyaje? Ulielewa ukipita kwenye njia zangu dogo, kuwa na adabu. Sio kuwa na adabu dogo, mimi ni kaka yako. Wewe
Unajua mtu akikuheshimu kama ukitaka kujiheshimu, anza kukudharau na heshima yako inashuka kabisa. Nataka uniambie kwa nini mtoto wako anapiga Beniti? Sasa nampiga si mdogo wake. Hujaniambia kisa, na kuuliza kwa nini mtoto wako anapiga Beniti na kwa nini haumpendi Beniti? Mama, nitakukosea adabu sasa hivi. Subutu. Niambie kwa nini mnamchukia Beniti? Sasa kwa nini asimwadhibu kama amefanya makosa? Ha? Ina maana yeye hajafanyaga makosa hapa nyumbani. Nani? Huyo mtoto wako huyo ambao unampenda. Hata yeye akifanya makosa wewe una uwezo wa kumzibu, kumfundisha. Mimi? Mama, angalieni sana maisha ambayo mnaishi hapa nyumbani. Beniti ni mtoto wako, ujue hivyo. Tena mwanangu kabisa. Mtoto kabisa, umemzaa wewe. Wow. Tukaenda hospitalini kabisa na mashereki na kitu tukafanya. Lakini leo Beniti anakuwa kama vile mtumwa hapa nyumbani. Mtoto anaburuzwa, anapigwa vibaya. Wewe unaona. Wala mnataka kusema hata jambo moja. Mimi siwezi nikasema. Nitasema jana kipindi kuna mfundisha mdogo wake. Kumfundisha nini? Mbona mimi anaheshimu mdogo wangu? Lazima muadhibu. Amwadhibu nini? Kwa kosa gani ambalo amwadhibu? Anafanya makosa. Unajileta kabisa kwa nguvu kama unataka kuja kuuana. Mama, wewe ni nani? Naweza nikakukosea adabu sasa hivi. Naweza nikakosea heshima sasa hivi. Maana nimevumilia mengi lakini hamkutaka kusikia. Kila siku nilikuwa nakuambia mama yangu. Nimefika mwisho kabisa wewe mtoto wangu. Tena nimefika mwisho kabisa. Nilikuwa sema kauli kama hiyo. Wewe. Mama, nitakukosea heshima sasa hivi. Subutu. Kosa adabu wewe. Niendelea. Unajiheshimu wewe. Naomba uniambie ni kipi Beniti anachokifanya humu? Na ni kipi ambacho Beniti alikukosea? Niambie makosa ya Beniti mpaka kumchukia, kuanzia wewe, kuanzia mwanao. Usiponiambia ukweli mama yangu, maamuzi ambayo utakayochukua leo hautaamini. Unataka nikwambie tu ukweli kwa kuhusu Beniti? Sasa nikwambie. Kwanza ni basi tu. Yule Beniti namuona. Kwanza nilikunywa dawa sana, nitume baba Beniti lakini nikutoka. Na ndio ndio simpendi. Nilihangaika sana kutoa mimba Beniti. Kama ulikuwa ujui sana kwa jamii sasa. Niambie vizuri, kwa nini unamchukia Beniti? Simpendi. Unapenda nikwambie aje? Beniti mimi simpendi. Kwa watoto wangu wote Beniti simpendi kabisa. Hata hivi namuona na naonaga tu kichefuchefu. Sijui nifanye aje. Nakosa ile mamlaka ya kufanya kitu. Lakini Beniti simtaki kabisa. Hilo ujue leo. Kosa adabu wewe. Nichotea kidole kweli mtoto nimezaa wewe. Labda ujui. Simpendi kabisa Beniti kama ujui. Namchukia mwisho watoto wangu wote simtaki hata kumuona. Nasikia kwanza kichefuchefu nikimwona Beniti. Kumbe ulikuwa Joseph. Sasa ndio sisi nimekwambia hiyo. Hilo ulijue leo. Nimekuelewa vizuri. Tena nimekuelewa vizuri mama yangu. Ulikuwa ujui. Nyumba isiyokuwa na baba ni kama msiba. Na nashukuru sana. Atoka huko kumfuta bangi wewe. Kipo siku maneno yangu utakuja kuyakumbuka. Toka nenda bwana. Tole hapo. Hivi dogo, unafikiri unaweza kanipiga wewe? Ukija kwenye 18 zangu, mbona nitakupiga tu? Hivi unajua kama mimi kakako? Hapo jibu unalo wewe. Sasa tuachane nayo. Kwa nini unamchukia Beniti? Sijui. Ninajua huwezi kupata majibu. Maana bado na miemko sana. Na kwa nini unataka kunishima mimi kama kaka yako? Sina jibu la kukupa. Ni sawa. Dogo, sikia nikwambie kitu. Kwa maamuzi ambayo unayochukua yatakuingiza pabaya mdogo wangu. Beniti ni mdogo wako. Mimi kaka yako. Lakini unasubutu kunishika kwenye nguo unipige. Jitazame dogo wangu. Jiangalie sana. Haya ni maisha. Usipeleke ujana ukakupeleka pabaya. Kwa hiyo nataka nikushauri kama mdogo wangu, unapoelekea unaenda pabaya. Unaongea pumba tu.
Mdogo wangu, jitahidi sana kutokuchukua maamuzi kama una hasira. Ukiwa mtu wa kuchukua maamuzi una hasira, utaumia. Jiangalie dogo. Nimeliona jua mbele yako. Ninajua mengi. Mimi nimepitia yote ambayo nataka kupitia wewe. Lakini najua changamoto. Kwa hiyo maisha ambayo nataka kupitia mdogo wangu, unaweza kufariki. Unaweza kupotea kabisa. Maana huwezi kumchukia mtu, haujui sababu ni ipi. Unamchukia tu. Jitahidi sana mdogo wangu. Kuwa nakaa chini na mtu, unamueleza 1 2 3 anakusibu ni nini? Nimueleze kitu gani? Afu Benite ni mdogo wako, sio mdogo wangu. Hivi, huu ushauri unaonipatia mimi hapo ungempa Benite? Si ungemsaidia? Kwa sababu mtoto hana nidhamu. Sawa? Hana chochote cha kusema kwamba mheshimu hata mkubwa. Hivi ungemshauri yeye singekuwa vizuri zaidi kuliko kunishauri mimi ambaye nishakuwa. Mtoto hana heshima, hana nidhamu. Yeye ni kumtukana kwamba mke wangu mimi malaya. Ina maana wewe hujawahi kumtukana mtu? Wewe mwenyewe huna akili. Kwa sababu ulidiliki kumtukana hata mama yako. Nilijua utasema tu hivyo. Na kama unafanya mambo kwa mkumbo, ipo siku utajuta. Na utajutia ninakwambia. Na uamuzi wako ambao umechukua sababu ya mkumbo, ipo siku huo mkumbo utaisha. Sikia kaka. Tafuta watu ambao hawana akili kama wewe ndio wapewe ushauri. Usinipe ushauri wa kijinga kama huo. Ungekuwa ni ushauri mzuri usingempa Benite au? Unasikia? Ukiendelea takukatakata mapanga ili unijue namna nilivyo. Kikweli mimi niseme pole sana. Lakini pia nikupe moyo wa ushujaa. Kwa sababu sifa kubwa mwanaume ni uvumilivu. Haijalishi unapitia nyakati zipi katika maisha. Cha kwanza ni uvumilivu. Ukiibeba subira kwenye maisha yako, kila kitu utakiona kiko sawa. Lakini labda mimi nikwambie kitu kimoja. Msaada wangu mkubwa ni wewe kuishi hapa nyumbani. Nafikiri unaelewa maisha yangu ambayo naishi hapa nyumbani. Niko peke yangu. Mama yuko safarini. Hiyo ni nafasi tosha ya wewe kupata muda sahihi kujipanga na maisha yako kama mwanaume. Kwanza niseme nashukuru sana kwa ushauri wako na nimepokea pia ushauri wako. Lakini sijui ni kipi ambacho nimekifanya mimi na mdogo wangu mpaka familia yangu au mama yangu nichukia. Luka, nafikiri umenielewa vizuri. Mimi nimekuelewa. Kwa nini uzaa ugomvi? Na ukitaka upeleleze vitu kiundani zaidi, sidhani kama utafikia tumaini lako. Ni kweli. Shida moja ni hivi ndugu yangu. Nimejitahidi sana kupambana katika familia yangu. Nimejitahidi sana. Lakini changamoto ilikuja kumtetea mdogo wangu kwa manyanyaso anayonyanyasa pale nyumbani. Ndio shida kubwa ambayo ilianzia hapo. Nasimangwa. Siwezi nikapanga chumba. Mimi mtaji wa bangi. Mimi mtu wa kulishwa tu. Kiukweli ni jambo ambalo linaniumiza sana tu. Na yote napitia kwa sababu kumtetea mdogo wangu. Kwanza lazima uelewe kitu kimoja Lucas. Hakuna mzazi anayependa mwanae wa kiume aendelee kuishi kwake muda wote huo ulionao. Wewe ni mtu mzima. Kuna wakati mwingine nahisi kwamba mama anaweza kawa sahihi kwa sababu anakufunza maisha. Usipojifunza kupitia makosa, huwezi kujifunza kabisa. Wewe ni kijana, una nguvu. Ili upate heshima ni lazima utoke nyumbani. Na kuhusu huyu mdogo wako, wewe ndio unaweza kumbeba popote pale utakapokwenda. Ni kweli ndugu yangu. Natamani kuwa na kwangu. Huu ndio wakati sahihi sasa. Mama! Hey!
Nataka tukae tuongee kidogo. Mimi niongee na wewe? Ndio, tukae tuongee kidogo. Mimi kabisa. Au unakuja sasa kunipiga? Naomba tukae tuongee. Na kama unakuja kunipiga mimi nimejiandaa kabisa. Tani nimejiandaa kabisa. Basi sio shida. Nitaongelea hapa hapa. Mama, najua uamuzi ambao nimechukua saa hizi unaweza kuwa mzuri kwako au mbaya kwako. Nataka nikwambie hivi. Kuanzia muda unaongea na wewe, nifute katika familia yako. Kuanzia muda ninaongea na wewe hapa, kama una watoto 9, futa jina langu katika familia yako. Ninajua ni mengi sana ambao umeyafanya kunihusu mimi, mvutaji wa bangi mimi, mtu wa kulishwa tu mimi, ambao sina akili, kutukana mbele za wadogo zangu mimi. Kuanzia mimi Benite, ambao ulikuwa unamchukia, unataka kutoa hata mimba yake, mama yangu, leo mfute katika familia yako. Ni mengi umeyafanya machafu na mabaya kwa mtoto wako ambao unampenda sana. Alafu uko unajitapa kwa watu unampenda, kumbe ni nyoka wewe. Umekuja kunitukana. Kuja sikuelewi maneno unaongea, unaropoka tu. Sina uoga kukuambia. Mama, kuanzia leo nifute katika familia yako. Nitapanga na nitaishi. Nisikufiche mama yangu. Hii familia imenichosha. Nikipata shida yoyote au Benita akipata shida yoyote, usimtafute. Wala usipige simu. Ninasema ya kwa uchungu. Wewe kama mama yangu, mama yake na Benite, unasubutu kusema mbele za watu ulitaka kutoa mimba ya Benite kumuua. Mdogo wangu, ndio na mwani wa samani sana kwangu mimi. Mtoto wako wa mwisho unamtesa. Nashukuru sana. Narudia tena kusema mama, nifute katika familia yako. Mfute Benite katika familia yako. Tutakapoenda huko, Mungu ndo atajua tunaishije. Nipate shida, nisipate shida, mama usinitafute. Wala Benite usimtafute. Kila jambo ulimwenguni na majira yake. Kuna wakati wa furaha na wakati wa kulia. Napitia changamoto za kutosha katika familia hii. Lakini leo nimeamua kuachana na hii familia. Mama yangu, una huruma wewe. Unashinda kusamini damu yako. Unatamka mbele za watu Benite simpendagi kabisa. Nitakata kumtoa kabisa. Mama, yamefika mwisho. Kumbuka nilikuambia mama, unaweza ukawa na heshima, mtu anakuheshimu, lakini ukavunja heshima mwenyewe. Sasa mama, nimeamua kuondoka. Njoo basi tuongee kidogo. Nimemaliza. Njoo tuongee mwanangu, njoo. Njoo tukae chini tuongee. Kaka kwa ametoka sasa hivi hapa kuja kuniaga. Yeye kajitoa kwenye familia yetu kabisa. Na sio peke yake. Yeye na Benite. Kweli mwanangu, mimi nilikuwa simtaki kabisa Benite. Tena nilikuwa namchukia kweli. Lakini kwa sasa hivi nilikuwa shaanza kuona sura kama kumpenda tu kidogo. Shaanza kumpenda kabisa, sio siri. Lakini kuja kusikiti Benite na kaka yake wametoka kwenye familia yetu. Wameondoka. Nimechangalikiwa mwanangu, sijui tutafanyaje kuhusu familia watu wawili kututoa. Naona kama pengo fulani hivi. Watoto wetu wawili wote kwenda. Sijisikie vizuri mwanangu. Kwa ndaka warudishe au? Sijui tufanyaje. Mimi simekuita. Unajua mama, nikwambia kitu kimoja. Kabla ya kufanya kitu anasema kwamba tafakari. Sawa. Ila kitu ambacho uko unakifanya wewe na nje uko unakifanya mimi havina tofauti, kwa sababu nilikuwa nakufuata wewe kila unachofanya. Sawa.
nilikuwa nafuata kile ambacho nakifanya wewe. Yaani sioni sababu ya kujilaumu na kufikiria mambo ambayo yametokea juu ya kaka na Benite. Hapana. Najisikia vibaya sana. Najisikia vibaya sana Benite kutoka huko. Kwa maneno nilikuwa naongea na kweli nilikuwa simpendi. Lakini kwa sasa hivi naona kama sura nitakuja kumpenda mwana. Sasa sijui nifanye aje. Nimechanganikiwa. Oh, Luka. Na. Inaonekana unapenda vitu vyenye kunukia. Najua napenda ile kwa sababu haina nicotine. Nilikuwa silifahamu hiyo. Ndio hivyo, hii ni dawa pia. Sasa ngoja nikupashe habari. Leo nimeitwa na Bi Mkubwa. Bi Mkubwa? Mama yako. Wewe sina mama mimi. Luka, ina maana umefika huko kote ndugu yangu? Nakwambia kweli sina mama mimi. Sasa sikiliza. Ameniambia anaomba umsamehe sana. Amejifunza kupitia makosa. Kabadilika. Anahitaji msamaha wako. Anahitaji kuwa mama bora wa familia yake. Hivyo anaomba mrudi nyumbani. Kamwambie hivi. Sijawahi kupanga au kufikiria kurudi pale nyumbani. Kama amebadilika, abadilike kwa watoto wake anaoishi nao pale nyumbani, sio kwangu au kwa Benite. Nimeshaanza maisha yangu sasa, inakula raha. Naishi vizuri sana na familia yangu ambao ni Benite. Ndio familia ninayojua mimi. Sawa. Lakini alichozungumza amebadilika. Hawezi kurudia makosa yake tena. Yeye ni mzazi. Kajua wapi ambapo alipokosea. Ndugu yangu, najua ni rafiki yangu sana. Tusikwazane kwa maneno madogo sana. Nimekwambia hivi, kamwambie hivi. Huo msamaha wake siuhitaji. Na sijapangiliaga kurudi pale nyumbani. Na sijui kama nitafika pale nyumbani. Wanipotezea muda ndugu yangu. Ndugu yangu ipo shule, nataka nimwandalie chai. Hapo nimekuelewa. Luka. Naam. Nauzaga hayo? Bei gani unauza? Shingbule. Unamaanisha nini? Mwa kidogo kapande wani kwako. Basi nashukuru, haina shida dada. Bwana. Na? Nipo ndani. Haina shida bwana. Nimepewa mzigo hapa niko pale nyumbani. Ndio amesema hivyo baba. Ndivyo alipozungumza mama. Na amesema hapa nyumbani hawezi kurudi kabisa. Wameshajitosheleza kwa kila kitu. Wanaweza kupambana na maisha yao. Hayo ndio majibu ambayo niliwaambia. Sasa tutafanya tu. Tutafanyaje? Ila mama, mimi nishakwambia sana. Nilikueleza. Mambo unayofanya atakuja kugharimu. Na ndo sasa. Sasa mimi leo kukataa kwake. Najua kama mimi nitabadilika. Mimi napenda nibadilike kabisa, niwe mama mzuri. Mabaya yote nilikuwa nafanya yote, nataka niache. Nibadilike. Mama, hilo pia nimezungumza naye. Lakini majibu yake yalikuwa ni magumu sana. Alichonieleza, hawezi kurudi nyumbani. Na hata kama utaweza kubadilika, hukubadilika kipindi kile ambacho anachokushauri. Azani kwamba kwa sasa hivi hata akirudi hapa nyumbani kwamba unaweza ukabadilika. Amekataa kabisa. Kama unaweza kubadilika, badilika kwa watoto wengine waliobakia. Fanya na familia yangu mama. Mimi napenda nibadilike mimi kusoma watoto wangu wameenda. Wameacha pengo kwenye familia. Ndio mimi nilikuwa nakuita ndo kanielezea watoto wangu. Sasa jibu kama hiyo nitafanyaje? Sasa kama huko nyama ameenda, kenda pata matatizo. Tafanyaje? Au yeye atafanyaje? Kiuhalisia alichonijibu, litakalo tokea watakabiliana nalo. Vyovyote na iwe.